Aise, mambo vipi? Karibuni tena kwenye section ya pili ya hii interview na mwalimu Ansiani EJ. Tulikuwa tumeanza section ya kwanza ya hii podcast, lakini vitu viko very interesting, yani imebidi muda umekuwa hautoshi. Kwa hiyo imebidi tutengeneze section ya pili ili tuweze kuimalizia hii mada. Kwa hiyo kama ulikuwa umeishia pale mwanzoni pale na ukaona kwamba lile swali la mwisho lilikuwa na utamu fulani unatamani uendelee, basi ile swali tutaendelea kulimalizia hapa. Sasa nataka nilirudie swali ili muweze kujua tulishia wapi, lakini baada ya hapo ili tuweze kumpa nafasi jamaa yangu. Nyewe wengine ni mwalimu, mimi ni jamaa yangu. Ni jamaa yangu bana Edwin EJ Ansiani, au sio bana? Sasa swali ambalo lilikuwepo ni kwamba tulikuwa tunazungumzia issue ya maombi nadhani, si ndio bana Ansiani? Kwamba mahali ambapo kuna watu wana imani sana, wana maombi na nini, inaonekana wanakuwa na hali duni kwa athari, sio? Kwamba nilikuwa nazungumzia kwamba sasa yani ambalo nilisema ni swali la ziada ambalo lilikuwa limetoka kwa dogo, ni kwamba yani ile dini, unaona mchango wa dini katika ile situation ambayo tuko nayo sisi Afrika, au tuseme tuko nayo sisi Tanzania. Unadhani dini inahusika kuchangia pale tulipo, be good or be bad? Katika hali ya umasikini kwa mfano, au katika hali ya utajiri, au katika hali ya nini ambayo tuko nayo, ambayo iliyopo sasa hivi, kuna mchango wa dini au tuseme imani? Na katika perception hiyo ikawa ni kuuliza kwamba inakuaje kwamba sehemu ambazo unakuta kuna dini sana au kuna watu wanaomba sana, afu unakuta matokeo yake ni kwamba unakuta ndo ni sehemu ambazo kuna umasikini sana, umeona na unakuta yani mabadiliko hakuna, yani ni watu ambao wako stuck, wako kwenye situation fulani. Na kwa nini sasa inakuwa kwamba sehemu ambazo unakuta kwamba labda hawaombi sana, umeona, sehemu ambapo dhambi ndo ziko sana, umeona, katika miji kama tuseme kama ukitoka Mbeya sehemu fulani, ukitoka Mbeya Tukuyu ndani unakuta wanaomba sana, hawatendi dhambi kama tunavyozielewa dhambi kama ambavyo Dar es Salaam, lakini unakuta prosperity iko Dar es Salaam kuliko ilivyo, au prosperity iko sehemu nyingine kuliko pale sehemu unapoomba. Kwa sasa hapo mchango wa maombi au mchango wa dini kwenye ile situation ni upi? Kwa hilo ndio lilikuwa ni swali la msingi ambalo sio swali, tuseme ni kickstarter ya mjadala ambao tulikuwa tunafungia section, afu tuende kwenye section nyingine. Na section ambayo itafuata itakuwa inazungumzia maisha baada ya kifo. Sasa hapo bana mwalimu, jaribu kudakia pale tulipoishia, alafu jaribu kuelezea. Asante. Hilo ni swali ambalo lazima litakliki kwa kila mtu ambaye ana ufahamu mzuri na anaweza kufikiria vizuri. Ni swali ambalo litakliki kichwani kwake, lakini pia ninaogopa mahali pa kuanzia, kwa sababu hajasema hiyo study ameifanyia wapi, yani ana source ya hiyo taarifa. Sio study, yani alikuwa anauliza tu, yani amefikiria tu afu akasema ni okay, kwa sababu mimi ninachofahamu kwenye Biblia, kwa mfano kwenye kitabu cha Daniel inazungumza, inasema those who know their God shall do exploits. Those who know their God shall do exploits. Sasa watu ambao wanamjua Mungu wao watatenda makuu. Kwa nini? Kwa sababu kumjua Mungu kunajumuisha kupata maarifa, sio tu maarifa ya kumjua Mungu, lakini hata ya namna ya kuishi na kuyakabili mazingira ambayo uko nayo. Na ndio maana Biblia pia inazungumza kwenye kitabu cha Hosea sura 4 mstari wa 6, anasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Ni Hosea sura 6 mstari wa 4 au 4:6. Inasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa, sio kwa kukosa kuwa na dini. Kwa sababu unaweza ukawa na dini lakini huna maarifa, haitakusaidia. Wala isemi watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa wokovu. Unaweza ukawa na wokovu lakini kama hauna maarifa utaangamizwa. Na Biblia iko very specific, inazungumza kama vyanzo vya uchumi, mahali ambako unaona kuna bandari, utajua kabisa Biblia kama mahali ambako kuna mito na ambayo inaweza kutumika kibiashara kwa ajili ya samaki na nini. Biblia inazungumza vitu vyote hivyo. Inazungumza vitu vyote. Sasa issue ya mtu kukosa maarifa ya msingi ya namna ya kutoka kwenye uchumi alionao
inaweza isiwe na uhusiano wa moja kwa moja na nani, na kwamba kwa sababu anaomba eti sasa okay, anaomba anakaa ndani afanye kazi, kwa sababu ukiwa kwenye maombi Mungu atakupa instruction. Mungu atakupa instruction. Tulikuwa juzi kuna mali tulikuwa na discuss imani inaendana na matendo. Imani, Biblia inasema kwenye kitabu cha Yakobo pia kwamba imani bila matendo imekufa nafsini mwake. Kwa hiyo huwezi kuomba Mungu, umesoma vizuri, una degree yako, una certificate iko nyumbani, umekaa umejifungia ndani unaomba, Baba nipe kazi, afu umejifungia ndani. Ukiomba utaanza kuona kabisa Mungu atakuonyesha umepata kazi, lakini ili uende kuipata hiyo kazi utalazimika kuinuka kwenda huko posta na hiyo bahasha yako. Hiyo sasa ndio imani imeingia kwenye matendo. Sasa imani ambayo haina matendo hiyo kitu inanijibu pia, na sisemi inanijibu, ila nadhani nita present pia, kwa sababu hiyo kitu ya imani na matendo kwanza mimi naona ni concept nzuri sana. Ni kwamba unaambiwa kwamba bana, pamoja na kwamba una imani lazima ufanye, yani hauwezi ukapata tu kitu kwa sababu tu umeomba. Ukashukishiwa maana kama vile wana wa Israeli. Sijui kama utakubaliana na mimi. Hiyo kitu ya kuomba tu bila kufanya nanili, sasa kwa nchi zetu za Afrika ni kubwa. Yani unakuta tu watu wanaenda wanakesha ili mambo yabadilike. Alafu ukimuuliza yeye amefanya nini, yani ile kubadilisha hiyo situation, yani kabla. Kwa sababu mimi huwa na philosophy moja hivi. Mimi naamini kwamba mimi nasema hivi, yani kama Mungu, yani kama Mungu Mungu kama kuna kitu alitupa ambacho yani ni the best kuliko chochote, ni ubongo wetu. Na nadhani Mungu yani baada ya kutuumba yani na kutupa ubongo ule, yani nadhani ilikuwa baada hapo atakuwa anatushangaa hata tunavyofika unamuomba kuhusu kula, yani kitu ambacho unacho mwenyewe. Amekupa uwezo wa kulima na amekupa uwezo kwanza wa kuchuma kama ni matunda tu, yani let's say hujafanya chochote lakini kuna matunda tayari yako porini. Kuna uwezo wa kwanza amekupa wa kuchuma tu, lakini pia akakuongezea tena uwezo baada hapo, akasema bana, hebu ngoja kwanza, ukiona kuna chuma yanaisha faster lima, yani uyapande kabisa kwa namna hii, umeona? Na nakwambia bana, ukiona unalima kwa jembe la mkono, amekupa tena uwezo wa kutengeneza trekta, kutengeneza nini. Sasa alafu unaenda kukaa unakesha unamuomba bila kufanya nani. Mimi hapo huwa naonaga kama vile watu wanamkosea, unaona? Mimi kwangu hiyo naona ni kama ni dhambi sasa, umeona? Yaani kwamba ni kama vile ni ukipewa kitu afu unakiabuse, umeona? Kwa hiyo kuna hiyo nanili, kuna imani, na mimi ndio maana nasema kwamba kama unavyosema, kama anasema inabidi unani pia uombe, si ndio? Na ndio maana mimi nasema kwamba Mungu, mimi ndio maana naona kama kweli Mungu anabariki watu, naona ndio maana sometimes anabariki zaidi watu ambao wanajituma hata kama hawamuombi, umeona? Na ndio maana unakuta sasa hata sehemu wanazoomba alafu unakuta hata mambo hayaendi, kwa sababu unakuta hata sehemu ambazo hawaombi tayari wanatumia vile vitu ambavyo Mungu aliwapa kwa sababu hiyo. Unaelewa? Yaani Mungu alikupa ule uwezo, alikupa huo uwezo wa kuweza kujiondoa kwenye nani. Ikiwa situation iko tight sana ndio unaweza kaomba assistance, yani tu ile kwamba upushiwe, lakini basically una tools zote yani zako. Sijui hiyo ilikuwa tu niliona niweke nani theory yangu, lakini yes, tofauti unachozungumza huko sahihi kwa kiwango fulani, kwa asilimia kama 95 hivi uko sahihi kabisa. Kwa sababu kama 95 babu, wewe mtihani ukipata 95 ni A kabisa, positive hiyo. Sio A tu, A positive. Yeah, so unachosema ni kwamba hivi Biblia iko wazi pia. Biblia inasema, maandiko yapo ambapo naweza nikakutumia, nasema bidii ya mtu hutajirisha. Bidii ya mtu hutajirisha. Kwa hiyo maana yake ukizungumza habari ya bidii ni kitu cha kimungu, alafu Biblia inasema Mungu anabariki kazi za mikono ya mtu. Kwa hiyo maana yake lazima uwe na kitu cha kufanya. Mungu anaposema anabariki kazi za mikono ya mtu, anabariki maana yake anakupa nguvu ya uwezesho. Baraka ni nguvu ya uwezesho. It's a divine power ambayo anakupa. Na ndio maana watu wengi unakuta mtu anapata utajiri, ataenda kwenye miungu, atapata nguvu ya kupata utajiri. Kwa sababu Mungu anafanya hivyo hata kwenye Kumbukumbu la Torati 8 ukisoma kule mistari ya mwisho 15, kwa sababu utamkumbuka Bwana Mungu wako kwa sababu ndiye akupae nguvu za kupata utajiri. You see? Kwa hiyo issue ya kufanya kazi, Mungu anachofanya. Zamani unakuta mnalima shamba la eka moja. Mtu ambaye mnalima shamba la eka moja na mnatumia mvua zile zile. Kwa nini mtu mwingine apate mazao zaidi, mwingine apate kidogo? Inawezekana pia mmetumia pembejeo zile zile. Kunaweza kuwa na kuna interference ya vitu vya kiroho, lakini
Mungu anataka, kwa nini anataka tuombe? Nilichosema 95% ni kipi? Hicho kisema ni sahihi 95%, kwa sababu wewe unahisi kama maombi ni kuomba vitu kwa Mungu, lakini maombi ni fellowship na Mungu. Inawezekana una picha fulani hivi ya maombi kama unavyoenda kwa Mungu, Mungu naomba gari, naomba nipe hela, wewe ndio una maombi, unafikiri una mtazamo huo wa maombi. Lakini pamoja na hilo Mungu anataka chochote tunachokifanya nina kipengele kabisa cha kuongelea hilo hapo, tutaliongelea. Yes, sasa nataka nikujibu kwa sehemu. Nataka nikujibu kwa sehemu kwenye hiyo, kwa sababu umesema kitu sahihi, lakini nitakusema kwamba why do you think kwamba sio kila kitu lazima tuombe. Ni kweli unachosema, ni kweli, lakini sio ukweli 100%, kwa sababu Mungu anataka kila kitu tunachokifanya tuwe na partnership na yeye, ili aonekane yeye ni mshirika na wewe. Sio kwamba wanaposema unaenda kuomba. Sasa maombi tunaomba, kuna vitu vingi kwenye maombi, lakini kuna maombi unaweza kwenda kwenye maombi ukaishia kumwabudu Mungu tu. Na Biblia inasema mtu anayemcha yeye hatahitaji kitu chochote. Yaani kuna muda ambapo unafika level ya mahusiano yako na Mungu, utakapokuwa unaenda kumwabudu, unaenda kuomba ajenda za ufalme, utaomba vitu vyako na Mungu yeye anafanya vitu vya kwako. Lakini pia ukienda kuomba atakupa maarifa, atakupa ideas. Ile ideas lazima wewe uweke kwenye implementation. Na nilifurahi kama narudia tena, nilipata alichokuwa nakisema Adili kwamba huyu huku ambaye kwa mfano kwenye art anakuwa na ideas, akiwa na ideas na vitu gani, ana zile artistic works ambazo ziko ndani yake, alafu sasa anazileta, ndo zinaenda kuumbika kutokea kitu kwenye vitu tunaviona physical, lakini idea kwamba lilianza wazo kabla hakijatokea kitu. Kwa hiyo unapoenda kwenye maombi, Mungu atasema na wewe, kwa sababu unapoenda kuomba sio wewe tu unasema. Sasa hiyo ni changamoto sasa ya ufahamu. Lakini natakiwa mahali ambapo watu wanamuomba Mungu, watu wanamwabudu Mungu, kwa sababu watakuwa wanapewa maelekezo, watakuwa wanapewa maarifa, watakuwa wanapewa ideas za vitu vya kufanya. Mimi naweza nikakwambia, mimi sasa hivi nina sijawahi kuzungumza, sio kama nimewahi kuzungumza na wewe, nina kampuni ambayo mimi nilipata kwenye maombi wakati naomba, na revelation yake imetoka kwenye maombi kabisa. Na kuna maombi ambayo tulikuwa tunaomba na rafiki yangu ambaye unasema kila siku, mbona huyu ndugu yako namposti kila siku? Tulikuwa na neno ambalo tulikuwa tunaanza nao la mwaka, na kutoka kwenye hilo neno ndo tukapata jina pia la kampuni, lakini pia nikapata revelation ya kampuni ambayo tayari imeshaanza kufanya kazi. Kwa hiyo lakini Biblia ina msisitizo mkubwa sana wa kufanya kazi kwa bidii, wa kutumia vipawa vyetu. Kwa mtu anaweza akatumia kipawa, akatumia formula zile ambazo ziko kwenye Biblia akafanikiwa, lakini huyu ambaye ndio ana imani ila kuna sehemu ya maarifa anakosa, ndio anaweza kusema anakaa ndani anaomba tu, huyu atakuwa na changamoto hata kama ni mchungaji wake. Sasa changamoto haijaanzia kwa mchungaji wake. Kwa hiyo maana kwamba unakubaliana na ile concept kwamba situation tulionayo kuna dini inahusika, maana yake kwamba kwa wale watu ambao wanaenda tu kwa sababu unaweza ukakubaliana. Sasa sijui kwa asilimia ngapi. Kuna makanisa mengi yale ya kwamba tu wewe njoo kanisani nitakuombea, na hii ndio hii issue inakuja ya prosperity gospel na nini, tutakuombea shida zako zitapotea, tutakuombea hizi, yani wewe njoo kanisani, yani sio kwamba nenda kafanye shughuli zako afu tuje tukae baadaye tumshukuru labda Mungu kwa kutufikisha tumemaliza siku yetu vizuri na tumekuwa productive, yani tumshukuru Mungu kwa hicho. Lakini kuna ile tu njoo kanisani. Kwa hiyo ndio nilikuwa nasema kwamba hapo sasa unakubaliana na mimi kwamba hiyo inachangia sehemu tu, yani either positive or negative, yani sehemu tulipo. Ndio maana nimesema nimekuwa nachelea kukujibu direct kwa sababu sina statistics, sina data, kwa sababu inaweza kaa ni perception, maana sijui kama kuna hilo kanisa ambalo inawaambiaga tu watu waombe tu watapokea, okay, inawezekana yapo. Sasa kama yapo ya namna hiyo ya kwamba watu wanaambiwa tu waje tu kanisani watapata, kwa sababu hata kama mtu huyu amekuja siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, anaahidiwa kitu ambacho hakipo kwamba kitakuja tu, ataendelea kubaki hapo, huyo atakuwa sio mtu. Kwanza anaishije huyo mtu? Mimi ndio maana nasema nashindwa kuamini kwamba kuna kanisa la namna hiyo. Anaishije? Yani mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, watu wako tu kanisani wanaomba, hata wenyewe kuishi wataishije bana? Hiyo tu sema kuna notions za namna hiyo. Bwana mtumishi anaishi kwa imani, yani sasa wewe una okay, inaweza kama ni kitu kipo. Uswadi mimi nakubaliana na wewe kwamba inawezekana hicho kitu kipo, lakini kuna exaggeration fulani. Fulani. Mimi siamini kwamba lakini kama kipo kwa namna hiyo lazima kitakuwa kinaathiri wote. Wawezeje Biblia yenyewe inasema ufanye kazi, utakayeje kufanya? Biblia inasema asiyetaka kufanya kazi asile.
Sasa kama Biblia inasisitiza habari ya kufanya kazi, utaniambiaje Biblia tena mtu anaenda kwenye Biblia afu anasema hatufanyi kazi, abaki tu eti yuko anaomba, alafu atamshushia maana kama alivyokuwa amefanya miujiza. Issue ya kushushia maana ya miujiza ile ya jangwani ya wana wa Israeli. Waisraeli wenyewe walipofika Kanaani kwenye nchi ya ahadi, waliambiwa limeni, walipewa mashamba, wakapewa vitu vya kufanya, wakafanya kazi, wakawa na bandari, wana nini, wana vyanzo vya. Sasa utaambiaje mtu akae? Hiyo itakuwa ni changamoto ya mtu ambaye anaongoza huyo mtu, na yeye mwenyewe wote kabisa wanastahili kupewa bakora kabisa. Kabisa. Haya basi naona mtu anayeomba anatakiwa kufanya kazi kwa bidii. Anayeomba anatakiwa kuwa na maarifa, kwa sababu maombi sio omba. Maombi unaenda kuzungumza na Mungu, atakupa maelekezo, atakwambia mambo yaliyopita, mahali unapokwama, mambo yajayo. Utaona mtu ambaye yuko namna hiyo ana prosper na anafanya kazi kwa bidii, kwa sababu kwa yeye kufanya kazi kwa ulegevi kwake ni dhambi, kwa sababu Mungu ameniagiza nifanye kazi kwa bidii. Na Biblia inasema amelaaniwa mtu afanyie kazi ya Mungu kwa ulegevi. Sasa kazi ya Mungu, anasema hata ukiomba Mungu, naomba nipe kazi, akikupa kazi, hiyo kazi ni kazi ya Bwana. Anasema unapoifanya, fanya kama unafanya kwa Bwana. Kwa hiyo umeajiriwa, usimuibie mwajiri wako muda kwa kisingizio kwamba eti mimi nasali. Sali muda wa nani, wa break, muda wa lunch. Sali muda wako, lakini kwa nini muda wa mwajiri? Kwenye dhambi tulisahau kuijadili kidogo, lakini hiyo nilitaka sana kuizungumzia, kwa sababu kuna vitu wanavifanya ni vidogo tu, lakini hawaelewi kwamba yani ni dhambi. Kwa sababu hiyo kama umesema, mtu ukienda kufanya kazi yako binafsi, muda wa kazi ambao unalipwa na nani ni wizi, yani obvious. Sasa wizi ni the same, kwa sababu utalipwa kwa kitu ambacho hujafanya. Kwa hiyo ni kama ni ujumaji, ni utapeli. Umeona? The same. Very true. Sasa unaona hapo nimetupia bana ya story inayofuatia, ni maisha baada ya kifo. Baada ya kifo na huruma. Kwa sasa hiyo ndio section ambayo sasa inabidi tuidadavue sasa hivi katika story zetu. Umeona? Sofa naona maongezi yanaenda vizuri, yanaenda kama ambavyo nilitarajia, kwa sababu unajua ukiwa unaongea na intellectual na mtu ambaye anajua kuviangalia vitu, inakuwa inaleta urahisi, na ndio maana unakuta muda unaenda tunaongea, yani hata I feel kama nani, kwa sababu kawaida huwa unasema bana interview bana tushakaa hapa dakika 40 vipi bana, mimi inabidi nikimbie, lakini unaona kwamba kitu kina flow organically, yani unajisikia na hopefully yani hii itaenda kuwafundisha watu wengi vitu vingi kutokana na haya tunaongea. Sasa kwenye hii issue ya nani, issue ya maisha baada ya kifo, umeona ambao kwanza unaweza kukubaliana na mimi ni part kubwa sana ya dini, si ndio? Kabisa. Kwa nini maisha baada ya kifo ni part kubwa sana ya dini? Okay, kama wewe Tovuti unatafakari, sijui kama ushawahi kutafakari ulikujaje ulimwenguni, na unavyoendelea kuishi ilikuwaje kwamba majimaji, yani kuna vitu ambavyo unajua unatafakari majimaji, yani yale majimaji yakaingia kwenye tumbo la mwanamke yakaanza kufanya formation mpaka ikatokea mifupa, inatokea mtoto ana mifupa kabisa imejiunga kutoka kwenye majimaji, inatokea mifupa. Sijui kisayansi au kidini namna gani, kuna vitu ambavyo unaweza kuona vitafakari kwamba kuna vitu beyond the human nature. Ukianza kutafakari kutoka kwenye origin yetu tunakotokea huko, achana mambo ya tulikuwa tunasoma, wewe ulikuwa mtaalamu sana wa mambo ya kwenye geography, mambo ya nani sijui evolution, sijui na mambo sijui ya nini, mambo ya nini yale tectonic movements sijui na nini, ulikuwa unashushaga yale kichwani. Mimi nilikuwa sio mzuri sana kwenye hilo eneo, lakini nachozungumza kwamba kama tuna uwezo wa kutafakari namna tulikotoka huko na maisha yetu ambayo yapo sasa hivi, na mtu akifikiria kwamba basi mimi nikisha kufa basi ndo maisha yangu yameishia hapo, kutakuwa kuna gap fulani. Na okay, kwenye imani sasa kwa hiyo kwamba ina maana kwamba ni ya muhimu, kwa sababu yani ukiangalia jinsi complexity ya kule tunakotoka, unakuwa ni vigumu kuamini kwamba hakuna tunakoenda baada ya hapo, si ndio? Maana yake sasa okay,
Asante kwa kurudia mkazo hapo. Jambo la kwanza ni kwamba hivi kwenye imani, nazungumza sasa kwenye imani ya kwangu mimi, ni kwamba Mungu alipokuwa amemuumba mwanadamu alikusudia mwanadamu aishi milele. Na mtu ni roho. Roho huwa haifi ndugu yangu. Roho huwa haifi kabisa. Roho huwa haifi. Mtu ni roho. Mtu ni roho, ana nafsi, anaishi ndani ya mwili. Na nilisema pale kwenye hiyo podcast ya kwanza, pati ya kwanza hiyo, nilisema kwamba Mungu wakati anamuumba mwanadamu alimuumba kwanza kama roho, alafu pati ya pili alipokuwa anamtoa kwenye mwili alianza kumtoa Adam. Alafu kutoka kwa Adam ubavuni kwake akamtoa Eva. Kwa mwanzoni aliwaumba wote pamoja, aliwaumba katika roho. Kwa mtu ni roho. Mtu ni roho. Na mara nyingine nimekuwa nikizungumza na watu nikiwaeleza kwenye hilo eneo, especially hata nikijaribu kuelezea habari ya Utatu Mtakatifu ambao watu wengi huwa wanapata changamoto, lakini ndugu yangu apumzike kwa amani ambaye alikuwa rapa mwenzangu anaitwa Mkorosai, aliwahi kuzungumza habari ya utatu, akazungumza kwa nini kila vitu ni vitatu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, sijui na nini, si ukienda sijui na nini lazima uwe na credit tatu, sijui na nini hivyo. Manake huyu alikuwa na kitu fulani anafikiria ndani yake, anajaribu kupresent ujumbe fulani kuhusu hilo eneo ambalo linahusiana na mambo ya imani. Lakini mimi nikiwa nawaelezea watu kwenye hilo eneo, huwa najaribu kumweleza mtu kwamba umeshawahi kuota ndoto? Mtu ananiambia ndio, nimewahi kuota ndoto. Kwenye ndoto huwa naona nini? Najiona mara niko nyumbani kwenye migomba kule, tuna kitu hiki na hiki. Nasema, unamuona yule mtu ambaye unamuona kwenye ndoto? Ndio. Sasa namwambia yule mtu unayemuona kwenye ndoto ni wewe. Ni wewe katika roho. Ni wewe katika roho. Okay, na kuna mara nyingine huwa nazungumzaga na watu ambao nikijaribu kuwaeleza, nikasema kuna mahali niliwaambia, nikasema mchawi ni rahisi sana kuelewa hii concept kwamba mchawi inawezekaneje anaweza akatoka kwenye mwili wake afu eti kwenye kitanda akabaki mgomba. Watu wengine wanaweza kufikiri ni story, lakini sio story. Anaweza kutoka kwenye mwili wake. Lakini pia watu wa meditation wanaweza wakanielewa. Kuna kitu ambacho wanafikaga wanaita OBE nini? Out of the body. OBE, out of the body experience. Ile mtu anatoka kwenye mwili wake, anajiona kabisa mwili pale. Kwa maana yake mtu ni roho, ana nafsi lakini anaishi ndani ya mwili. Mtu anaweza akatoka kwenye mwili akauona mwili wake ule pale. Sasa kinachokufa ni mwili, lakini roho haifi. Kama roho haifi, itaenda wapi? Okay, sasa unaweza yani ile tu of course kwa hivyo ulivyoelezea. Naweza sasa mimi nikasema sasa nikajiuliza tu yani mwenyewe nikasema sasa kwa nini unafikiri kwa nini watu wengi ambao hawaamini, yani sababu ya kwa nini watu wengi ambao hawaamini, kwa nini hawaamini katika maisha katika kifo? Hiyo section ya kwanza, kwa nini watu hawaamini? Kwa nini hawaamini katika hiyo maisha baada ya kifo? Na unadhani sasa kwa mfano Ukristo unawezaje sasa au Ukristo au tuseme dini inawezaje sasa kuwasaidia kutoka katika kutokuamini hiyo maisha baada ya kifo na kuja kwenye nani kwamba baada ya kifo kuna maisha, umeelewa kwamba unaishi, umeona? Kwa sababu watu wengi ambao wanakuwa hawaamini wanakuwa na maswali fulani hivi, na mimi na wewe tushaongea, unasema maswali fulani ambao kwamba mtu unasema anatumia sana kichwa yake kufikiria, si ndio? Unakuta mtu anajiuliza kwa mfano swali, anasema kwamba bana sasa yani maisha baada ya kifo, yani mtu ambaye, kwa hiyo mtu atakayekufa sasa hivi kwa mfano experiences alizopitia katika maisha kama hivyo, hadi definition tulizosema ni za dhambi na nini, yani ziko tofauti, yani perception ni tofauti na mtu aliyekufa yani 1800, umeona, na mtu aliyekufa 1600, umeona? Sasa unakuja kujikuta kwamba unasema kama ukiwa na maisha baada ya kifo na hapa kutakuwa na judgments maana kila kitu kinaonekana kitakuwa similar, lakini hizi watu wamepitia experiences tofauti. Sasa hivi kwa mfano kwa ile definition ya dhambi, yani ni rahisi kishenzi kutenda dhambi. Yani unaweza tu ukafungua browser hapa ukatenda dhambi chap, umeona? Wakati zamani labda inawezekana ukirudi tu hadi mwaka 90 hapo, labda mtu ilikuwa inabidi labda kwa mfano akisema angalie ngono, inabidi aende kanunue gazeti, yani inabidi atoke hapa achukue basi aende, kama Copenhagen kuna sehemu walikuwa ndo wanauza, kuna mtaa mmoja walikuwa wanauza magazeti hayo ya ngono kwa mfano. Kwa mtu inabidi aende anunue, yani arudi. Sasa unakuta yule jamaa mbona yani alikuwa anapitia. Sasa hiyo
concept ya nanilia watu wanaweza kujiuliza kwamba hiyo concept ya maisha baada ya kifo, yani inabidi tena uendane na tofauti za kipindi na maisha baada ya kifo maana yake ni nini, na yani hiyo complexity hiyo. Sasa Ukristo wenyewe kama Ukristo au tuseme dini kama dini inawezaje sasa kuwasaidia watu ambao wana hizo thinking kwamba kujaribu kuwaelezea kwamba kuna maisha baada ya kifo kwa sababu 1, 2, 3, au kwa sababu ili sometimes kumuelewesha mtu inabidi uende kwenye level yake ya uelewa, si ndio? Kuna maana kama mtu anafikiria tu nje ya kiroho inabidi ujaribu kumuelewesha ili umvute katika ile dunia ya kiroho, kumuelewesha ili aweze kuelewa. Sasa unadhani hapo nani dini kama dini au imani au Ukristo unawezaje kuwasaidia watu wakatoka katika hicho kitu wanachokiamini kuja kwenye hicho ambacho kwa mfano unaamini wewe? Asante bwana Tovuti. Niseme kwamba mtu hawezi akaamini mwisho kabla hajaamini mwanzo, na ndio maana nilianza kueleza habari ya mwanzo na nikaeleza pia maisha na experiences za watu ambao sasa inawezekana sio Mkristo, lakini hata Mkristo au sio Mkristo anaota ndoto, kujaribu kumuelewesha kwamba kama kuna ulimwengu wa mwili, kuna ulimwengu wa roho pia. Kama mtu aamini kwamba kuna ulimwengu wa roho atakuwa na changamoto, kwa sababu kila mtu anaota ndoto. Mtu anasema ni vitu tu kisayansi vina retrieve, ni reflex actions sio na nini. Unaweza ukaja na majibu ya namna hiyo ambayo ni very simple. Mimi nasema kwangu ni very simple, lakini nataka kusema ni kwamba ulimwengu wa roho ni halisi. Zamani unasikia mtu amekufa, baadaye unasikia amenitokea baba, ametokea na watu waambia wanasema ni msiuka amemtokea msiuka. Asiukile msiuka maana kama mfufuka ni kama zimu ya, lakini ni mtu ambaye alikufa anakutokea sasa katika mwili. Ilikuwa inatokea ni kweli kabisa, waita msiuka. Wayahudi wao walikuwa wanasema ni roho yake, lakini ikimaanisha kwamba ni mtu ambaye alikuwa amekufa lakini sasa ametokea. Sasa ile roho inakuwaga haina mwili ambao ni physical, ni tangible hivi. Na hata Yesu alipofufuka, walipojaribu kumshika alikuwa na mwili kabisa, anasema lakini roho zinakuwaga hazina mwili kama huu. Nachotaka kusema ni nini? Ni kwamba kama upo mwili wa roho, upo mwili wa asili pia. Kama upo mwili wa roho, upo mwili wa asili pia. Ndio maana nasema mwili wa roho ni wewe rohoni. Watu wanafikiria kusema roho, watu wanashindwa kutofautisha na moyo. Ukisema roho mtu anafikiria moyo, lakini roho, unapozungumza habari ya roho, una tafsiri, naweza nikazungumza tafsiri rahisi kabisa. Unaposema mtu ni roho, mtu wa rohoni, the inner man, Waingereza wanasema inner man, mtu wa ndani yule ana masikio kabisa, ana masikio, ana macho, yani ni wewe kabisa, ila ni kama vile wewe mwili umefitishwa kwenye yule mtu wa ndani ambaye hawezi kushikika. Na huyo mtu ambaye hawezi kushikika, huyo ndio huyo ambaye unamuona kwenye ndoto anakimbia, anafukuzwa na mbwa, anaona umelala vibaya. Sasa Mungu anakuletea hiyo nani ili uweze kukunjua miguu, hiyo ndoto hiyo. Unaanza kutafuta namna ya kukimbia, kumbe umelala vibaya, unashindwa kukimbia, unafukuzwa na mbwa na nini hivyo. Okay, ninachozungumza ni kwamba vile unavyoviona kwenye ndoto, yule ni mtu wa rohoni. Sasa kuna mtu ambaye ni mwili huu, lakini mtu wa rohoni yule yupo. Kama yule mtu wa rohoni yupo, na huyo mtu wa rohoni hafi, yani kifo ni nini? Kifo ni kwamba nafsi na roho vimetengana na mwili, ndio kinaitwa kifo. Kwa yule mwili, ndio maana sema tutapewa miili mipya. Tutapewa miili mipya, maana utakuwa hivyo kama ulivyo sawa, lakini unakuwa katika fomu ya mwili ambao sasa hata ukichomwa utachomwa, lakini huwezi kufa. Kwa sababu kama unasema mauti ya milele, kama ni kufa sasa, nikienda kuchoma si nitakufa. Wote wewe mtu ameokoka hajaokoka, atapewa mwili mpya. Akipewa mwili mpya ni mwili wako huo, lakini kwa form nyingine. Ndio maana nasema huyu ataenda kwenye uzima wa milele, huyu kwenye mauti ya milele. Mauti maana yake tafsiri nyingine ni kutengwa na uso wa Mungu, lakini mauti kwa maana ya physical death hii ni kwamba roho yako imeacha mwili. Ndio maana tunaitaga I say mwili. Kwa mfano sasa nijitolee mimi mfano, au okay, nitolee mfano wa mtu mwingine labda. Mwili wa Ngumbwise umekuja, mtu amekufa, wametoa mwili wake hospitali, amekuja anasema mwili wa Ngumbwise. Ngumbwise ni nani? Ngumbwise ni roho. Unataka tu nicheke hapa sasa. Ngumbwise ni roho. Kwa hiyo mlaki anasema huu uliokuja ni mwili wake, sio yeye. Yeye yuko wapi? Yuko mahali. Kwa hiyo sasa tunazungumza kwa nini? Kwa nini nilisema mwanzo? Kidogo hapo. Nitaka nirudi mwanzo kwa sababu sijakujibu bado. Nilikuwa natoa maelezo, sijakujibu bado. Nitaka nirudi kule mwanzo kwamba kama Mungu mwanzo alikuwa, unaamini kwamba Mungu alituumba ili tuishi milele. Baada ya ile dhambi ya Adam na Hawa, Mungu aliposema kama mtakufa mkila tunda la ujuzi wa mema na mabaya, shetani akaja akasema hamtakufa. Kwa nini Mungu aliruhusu kwamba baada ya kufanyika kile kitendo waliamua kumtii shetani baada ya kutii maelekezo ya Mungu? Ndio walitenda dhambi. Ndio maana ya dhambi kwamba waliasi maelekezo ya Mungu. Sasa kwa sababu Mungu alisema mkila mtakufa, shetani akasema mkila hamtakufa. Mungu ndio maana akaamua kwamba hicho kitu lazima kiendelee kuwepo.
kwamba mkila hilo tunda mtakufa, na hiyo mauti iendelee kuwepo, ili watu waamini kwamba hicho akisema Mungu ni kweli. Ila hauwezi ukadestroy plani ya kwanza ya Mungu ambayo alimtengeneza mwanadamu ili aishi milele. Kwa akasema nitamtengenezea mfumo mwingine ambao Yesu ataenda kuufia dhambi ile pale msalabani. Atakayemwamini maana yake akiamini habari ya kufa na kufuka kwa Yesu Kristo anapata wokovu, kwa maana kwamba na yeye baada ya kufa anapata uzima wa milele, kwamba uzima wa milele ataanza kuishi sasa hivi, lakini akifa katika mwili huu katika ile mauti ya pili yeye atapata uzima wa milele. Hiyo mauti ya pili atapata uzima wa milele. Naomba ni jump in kidogo kwa sababu kama tulivyosema foundation, yani kuna vitu kadhaa ambavyo ni foundation yani ya dini na imani, umeona, ambao ndio kuna ulizungumzia pia judgment, kwamba mtu wa zamani anajajiwa vipi na mtu wa sasa hivi kwa sababu ya mazingira. Hapa tuna maagano mawili tu hapa kwenye Ukristo, sisi tuna maagano mawili, agano jipya na agano la kale. Agano la kale kuna namna ambayo kuna standard ambazo Mungu alikuwa ameziweka, ziko kwenye Biblia, ambazo alikuwa anamuita kwamba huyu ni mcha Mungu wangu akimiti criteria hizi. Standard ambazo Mungu ameziweka kwenye agano jipya ni kwamba utamwamini Yesu Kristo kwa imani. Ukimwamini na wewe utapokea uzima wa milele, lakini utaendelea kuishi katika imani hiyo ambayo ina maelekezo yake ndani. Kwa hiyo kuna judgment ambayo ilikuwa imetokea kwenye agano la kale, kuna namna alivyokuwa na jaji, lakini pia kwenye agano jipya kuna namna ambavyo na jaji kulingana na vigezo alivyoviweka yeye mwenyewe. Sasa kwenye agano jipya watu walioishi miaka 2000 waliokufa waliambiwa kwamba kukarikiti nywele, kuvaa jinsi ni dhambi. Je, watajajiwa tofauti na waliokufa mwaka 2024 ambao wanajua kabisa naweza nikavaa jinsi nikapiga injili, kumbe sio dhambi. Lakini huyu alikuwa anasema ni dhambi. Sasa naye jaji sio mwanadamu, alikuwa anasema ni dhambi, ni mwanadamu. Lakini Mungu je, kwake ni dhambi? Kwa sababu judgment ya Mungu itakuwa katika haki, sio katika vile ambavyo wanadamu wanasema kulingana na ufahamu wao, kulingana na revelation yao. Na nimesema revelation is progressive. Sometimes mtu kwa sababu ya ufahamu wake mdogo anaamini kitu fulani kiko hivi, kumbe alikuwa bado hajamfahamu Mungu katika kiwango fulani. Kinaweza ikawa ni sawa katika hiyo level. Ni sawa na vile wewe uko darasa la kwanza la pili unaambiwa 1 toa 2 haiwezekani. Ndio jibu unasema haiwezekani na unawekewa tiki. Lakini ukishafika darasa la 5 unasema 1 toa 2 itakuwa -1. Hiyo ni level tena ya ufahamu nyingine ya kwako. Basi kwa hivyo maana inaonyesha mimi pia kwa mfano kama kwa wakati huu kama kuna watu ambao wananifuatilia na ni wachungaji na nini. Mimi nawashauri kwanza tu cha kwanza mtu atafute siku nzima awafundishe waumini wake kwamba dhambi ni nini. Kwa sababu mimi na imani watu wengi sana wajui dhambi ni nini. Na watu wengi wanakufa wakiwa na manunguniko au na masongoneko wakijua wametenda dhambi. Kama hivyo huyo mtu wa miaka 90 kuna mwingine unakuta alikuwa anafariki anasikitika, anajua yani amepiga karikiti, yani anajua yani yeye moja kwa moja yani anasikitika yani. Sasa sasa tofauti mimi nasema hivi, unajua na mistake moja ambayo kanisa la kwanza na uamsho wa kwanza ambao ulitokea na uamsho wa Pentecost ambao ulitokea, the very big mistake ambayo ilikuwa inatokea ni kwamba watu walikuwa wameconcentrate kuwafundisha vitu vya what to do and what not to do, do's and don'ts. Yani dhambi sio dhambi. Yani mtu kila kitu anataka akidefine katika mfumo wa dhambi sio dhambi, dhambi sio dhambi. Hiyo ndio imelemaza watu wengi sana, wameshindwa kupata ufahamu. Badala ya kuconcentrate kutaka kumjua Mungu ambaye automatically ataweka instruction kwako bila hata kuambia. Na kuna sehemu Biblia inasema sheria zangu nitaziandika ndani ya mioyo yenu. Kwa hiyo kuna kitu wewe utaenda mahali utataka kufanya kitu fulani, sio kama mtu amekwambia kama kitu ni kibaya utasikia moyo wako unakataa. Kwa nini? Kwa sababu Mungu automatically amefanya inscription ya maandiko kwenye moyo wako kwa sababu umekazana kumjua. Sasa watu walikuwa na concentrate kuwafundisha watu hiki dhambi sio dhambi, dhambi sio dhambi. Kwa watu wanabishana habari ya dhambi sio dhambi mpaka madhehebu mengine yanazaliwa. Ndio tumepoteza network sehemu kubwa sana kwenye hilo eneo hilo. Kwa mimi nakubaliana na wewe nirukie mara moja. Kwa hiyo tulisema hivyo kwamba kuna maisha baada, yani pila moja wapo kubwa. Ukiachana na zile tulizozungumzia upendo nini, kwa sababu pila moja wapo kubwa na hiyo maisha baada ya kifo. Baada ya kifo. Pila nyingine kubwa ya imani na nini ni adhabu. Yani ile utachomwa, umeona? Na adhabu specific, utachomwa, utaungua, utafanya nini, umeona? Sasa ile pale wewe unafikiri kwamba watu wanaotenda mema, sasa watu wanaotenda mema au wanaokoka au tuseme watu ambao wanaingia kwenye dini. Unadhani wanaingia kwa hofu ya adhabu au wanaingia kwa imani? Yani kama wewe tuseme kwa mfano, yani uliingia kwa sababu ya kuhofia kuchomwa
Umeona, kwa sababu hiyo inaweza kuwa ni sababu moja wapo kwamba mtu anakuambia bana mimi sitaki moto wa milele, kwa hiyo mimi bana mimi naingia kwenye nani. Umeona? Maana moto hata huo kawaida tu, moto wa kawaida tu unapokuunguza ni noma. Nini hii ndio imani yangu. Umeona? Sasa wewe unadhani kwamba kwanza ni sahihi, ni kipi ni sahihi kwenda hofu ya nanili ya kuchomwa ndio ikuokoe, au nia na uelewa wa dini ndio kuokoe? Umeona? Na je, umeona, ukiwa una hofu ukiwa na hofu ya kuchomwa, umeenda kwa hofu ya kuchomwa zaidi kuliko maadili, au ukaenda kwa hofu ukaenda kwa maadili kuliko hofu ya kuchomwa, kunakuwa na tatizo lolote? Jaribu kuelezea hizo vitu mbili, kipi sahihi sana, yani njia sahihi ya kuchagua dini ni ipi? Kuogopa moto au kuna nini, au kujifunza kuhusu ile dini yenyewe na Ukristo wenyewe? Nimekuelewa. Itabidi niende haraka kwa sababu naona chaji yangu hapa imebakia 4. Sasa nikihamia sehemu ambayo na ya chaji nitapoteza nani sehemu niliyokaa hapa nimekaa sehemu. Haina shida, wewe nielezee, au unaweza tukafanya hivi wakati naelezea hili swali, unaweza ukanani mara moja, nitajaribu kuelezea kitu kimoja hapa alafu utarudi. Si unaweza kama sehemu mara moja? Sasa ngoja nielezee tu, naona chaji imebaki 3. Kwa jambo la kwanza ni hivi. Unanisikia vizuri Nakusikia. Yes, kwamba nilikuwa nasema hivi kwamba wapo watu ambao kweli anaona kabisa kwamba huu moto tu wa kawaida huu ukiniunguza huu naumia hivi. Je, ni huo moto wa ziwa sio la moto itakuwaje? Na kwamba utakuwa unachoma, utakuwa ufi kwa sababu umepewa mwili mpya ambao huo mauti haiwezi kukupata. Na japo inaitwa mauti ya pili kwa maana ya kwamba mauti ya kutengwa na uso wa Mungu. Mauti ya kwanza ni ya roho yako na nafsi yako kuacha mwili, na mauti ya pili ni ya wewe roho yako na nafsi yako sasa hiyo vinaachana Mungu permanently, kwamba unakaa kwenye adhabu ya milele. Sasa unaweza kuokoka kwa sababu ya kuogopa moto, lakini ukakutana na mafundisho ambayo yatakujenga kumjua Mungu wako, haina shida. Japo haitakiwi mtu aokoke kwa sababu anaogopa moto. Lakini ukiokoka kwa sababu umepata revelation na umehubiriwa na ukajua kwamba Mungu wa kweli ni huyu, ni kitu kizuri. Kwa sababu pia kwenye kukaa kwenye dini, mimi nimekaa kwenye dini muda mrefu, nimeokoka nikiwa na umri mkubwa kabisa. Nafikiri baada ya kumaliza baada ya kumaliza form 6 I think. So ninachotaka kusema ni nini, kwamba pia kwenda mbinguni hatuendi kwa sababu sisi ni Wakristo, hatuendi kwa sababu ya dini, tunaenda kwa sababu ya wokovu. Kwa hiyo mtu haendi mbinguni kwa sababu ni Mkristo, anaenda mbinguni kwa sababu amemkiri na kumwamini Yesu Kristo. Mtu anaweza kusema ni Mkristo lakini hamkiri Yesu, na Biblia inasema kabisa kwamba mtu asiyemkiri Yesu matokeo yake nini, na qualification za kuingia mbinguni inasema kwamba ni kumkiri Yesu. Basi ina maana kama kwa hiyo ina maana kwamba yani ukienda naweza nikahamia kwenye chaji. Ndio, unaweza ukahamia kwenye chaji. Sasa mimi huku nitajaribu tu kuendelea kufafanua kwa jinsi ambavyo nimeelewa. Ni kwamba ngoja nione si kama itanani mwanga utakuwa mzuri hapa, ngoja niweke hapa. Kwamba unaweza kwamba kinachotakiwa ni kwamba kwa jinsi ulivyoelezea ni kwamba ukimkiri Yesu kama Bwana na Mwokozi wako, hiyo ndio inabidi iwe lengo kuu. Lakini bado hatujafafanua kwamba ina maana je, mtu ambaye anaenda yani mtu anaokoka, au tuseme kama hivyo unasema anaokoka au anaifuata dini, lakini yeye alikuwa anahofia tu moto tu. Kwa ina maana je, ina maana itakuwa haina maana yeye kuendelea kufuata dini? Umeona? Japokuwa hakuwa na lengo the same, kwa mfano kama ilivyokuwa wewe. Umeona? Hapa vipi? Hapa unaonekana vizuri? Hapo uko vizuri basi. Niko vizuri okay basi nimekaa kwenye chaji. Hebu rudia swali lako kidogo. Nasema sasa kwa mfano sasa yule mtu ambaye yeye alikuwa uoga kwa hofu ya moto tu, yani akana nini, umeona? Na wewe kama ulivyoelezea ni kwamba inatakiwa ile kumwamini, kumpokea Yesu na nini ndio njia ya kwenda kwenye wokovu na ndio njia yako. Lakini sasa huyu mtu yeye specifically ameamua kufuata au ana nani kwa sababu anahofia moto. Yaani kwa hiyo inakuwa ni meaningless kwa hiyo kufuata kwake, au jamaa huyo mtu mwingine anahofia hiyo ndio kifo na kwamba anataka kuishi milele, umeona? Au mwingine inawezekana tu yeye ni maadili kutokana na alivyoelewa dini. Kwa kitu gani ni sahihi cha kufanya? Umeona? Sasa advantage iko hapa kwamba huyu mtu
kwamba huyu mtu ambaye ameokoka kwa sababu ya kuogopa moto, sijui hapa kama niko hapa nimekaa sawa upo sawa. Yes. Kwa hiyo huyu mtu ambaye ameokoka kwa sababu anaogopa moto, advantage yake ni kwamba atakapoingia kwenye wokovu, si ataanza kupata kiu ya kutaka kumjua huyo Mungu. Progressively ataendelea kujuana na huyo Mungu, baadaye itaondoka ile hofu ya kuogopa moto, itakuwa ni hofu ya Mungu. Sasa hofu ya Mungu ndio inaitwa kicho. Hofu ya Mungu ndio inamcontrol mtu kwenda kuishi kwenye maadili mema, kusema bana nisifanye hivi, nisiibe, hata kama mtu anioni nisiibe. Ndio inamcontrol ndani, kwa sababu kama vile Mungu ameweka maumivu kwa ajili ya kucontrol vitu fulani, anaweka pia hofu ambayo inaitwa kicho, ambayo hiyo bila hiyo inakuwaga kuna ibada. Kwenye Kiingereza inaitwa reverential fear. Reverential fear ni hofu ambayo ndani yake imebeba ibada, kwamba hapa Mungu ananiona nikifanya hivyo, mmoja kwamba wanadamu wanioni, Mungu anaona. Anakuwa na muda wote, hata akiwa peke yake hawezi kwenda kumchiti mke wake au mume wake, kwa sababu anajua hapa Mungu ananiona, hata kama mwenza wangu anioni, Mungu ananiona. Ile ndio hofu inatumika kwenye kucontrol. Sasa akiwa na hofu ya kuchoma moto, hiyo haiwezi kumsustain. Ni lazima anapokuwa katika hiyo hofu ya kuchoma moto, basi atakuwa anaendelea kwenye mafundisho, itaanza kumjenga sasa, kwanza kumjua Mungu na nini. Ataondokana na hiyo hofu ya moto, atakuwa na hofu. Kuna hofu ya wanadamu, kuna wengine wana hofu wanadamu kuliko kumhofu Mungu. Sasa kuna hofu ya Mungu. Kwa hiyo badala ya kuwa na hofu ya moto, ita take over anapoendelea kujifunza, kwa sababu hata okoka afu akasema nimekaa tu sasa nasubiria kwenda mbinguni. Hapana, maisha mengine yanaendelea. Kwa atakuwa anajifunza. Ile hofu ya kuhofu moto itatoka, atabaki na hofu ya kumhofu Mungu na kuendelea kuishi kwa kumpendeza Mungu na wanadamu pia. Hiyo basi poa. Hapo umeelezea poa. Sasa kuna hii yani kitu ya mwisho kwenye hii hapa, kwenye hiki kipengele ambacho tulisema tutakijadili cha maisha baada ya kifo pamoja na huruma. Sasa hii swali la mwisho hili ni swali au tuseme hii discussion ya mwisho ndio iko specific kwenye hiyo huruma, hilo neno huruma. Na watu wengi ambao ni atheist, watu ambao waamini, wana swali hili, wanajiulizaga hili swali. Na ningependa hapa upate nafasi ya kulielezea kwa upana. Wanauliza kwamba wanaangalia duniani, yani wanaangalia jinsi kulivyo duniani, kulivyojaa suffering na nini na suffering, yani ni kuanzia toka mwanzo wa dunia, yani kuna watu wanasafa. Umeona maisha yani ni magumu na nini, na kuna watu unakuta wanasafa, labda unaona kabisa ni hao watu. Kuna watu ambao wako katika hiyo suffering ambayo yani it has nothing to do with them kabisa. Yani inawezekana inatokana na siasa, kitu ambacho wenyewe hawezi kukicontrol, unaona, au inaweza ikawa inatokana na hali ya mazingira, umeona. Kwa mfano labda unakuta labda tu kitu ambao hawezi yani magonjwa nini, vitu ambavyo hawezi kucontrol, sehemu ambazo wenyewe mmoja hawezi kucontrol. Kuna watu ambao wanasafa, labda kuna watoto wanaosafa kwenye vita kama hivi. Sasa hivi ukiangalia hizo picha, ukiangalia zinazotoka Palestina huko, yani ni sad, yani unaona yani watoto yani wanachimbwa kutoka kwenye vifusi huko na nini, yani vifusi, yani wanatolewa watoto yani wamechafuka, yani unajiuliza huyu mtoto kwa nini inabidi apitie kitu kama hicho? Amekosa nini na sababu. Kwa sasa watu ndio wana hilo swali linakuja baadaye, wanasema sasa kama huyu Mungu kweli ni Mungu wa huruma, yani kwa nini kuna mateso ya namna hii? Lakini pia sasa wanajaribu kusema kama ingekuwa ni mateso basi inge make sense sana kama ingekuwa ni mateso kwa wale ambao yani hawamfuati au wanatenda madhambi. Lakini unakuta ukiangalia sehemu ambazo wanatenda madhambi ambayo tuna consider ni madhambi, yani unakuta yani unaelewa, yani wana swim na swimming pool na bikini. Sasa unajuta kwa nini kuna yani hii yemu ielezewe, inabidi tuelewe kwa namna gani kitu ya huruma na mateso katika wakati mmoja. Na mateso sio specifically kwa wale ambao tunaweza tukawaconsider kwamba ndio watenda dhambi au watu wasiofanya maombi. Unakuta yani mateso yanaweza kaenda hata kwa ambao wanaomba sana, au yanaenda kwa wale ambao hawana. Ukiangalia ni kwamba wanaonekana saints, watoto wadogo. Huwa natoaga mfano mmoja, nasemaga yani inakuaje mtoto afe kwa kiu ya maji, yani unaelewa, yani kwa sababu wapo watoto kibao wanakufa kwa sababu mimi kwangu nikiimagine yani hamna kifo ambacho sitaki nikipate kama kifo cha kiu, yani hicho lazima kitakuwa ni kifo kimoja
kigumu sana. Kwa hiyo sasa ndo unafika vitu kama hivyo. Sasa mjaribu wewe kuelezea kwa kama mwalimu EJ yani kwenye hilo swala. Yeah, sasa specifically sijui swali la base kwenye kitu gani, kwa sababu naweza nikawa na maelezo mengi alafu yasimsaidie mtu. Kwamba kwa nini kwa vitu vinavyotokea namna hiyo vinaonyesha kwamba huyu Mungu hana huruma. Kama ni Mungu wa huruma, kwa nini watoto huko Sudani ya Kusini sijui wapi wao wanaishi hawana chakula kwa sababu ya vita ambazo hata wenyewe wamezikuta, wamezaliwa wamezikuta? Kwa nini? Lakini pia hatuwezi lakini pia utaona hao athletes tunaosema hawaishiagi hapo. Wanasemaga kama kwenye Biblia ndo kuna sehemu ambazo kuna masaka za kutosha. Kipindi cha Nuhu unasikia watu wameangamizwa sijui na nini. Kipindi cha Sodoma na Gomora watu wamechomwa moto. Kipindi cha Nuhu wameangamizwa kwa maji. Tunasema wale walijitakia. Okay, Mungu Sodoma na Gomora na wenyewe wakachapwa kiberiti. Okay, hapa niko sawa? Uko sawa. Yes. Sodoma na Gomora wakachapa kiberiti. Alafu nakuja wakati wana wa Israeli wanatolewa Misri, walipigwa yale mapigo, wale wa Misri wale walichapwa mapigo ya kutosha kama mapigo 10 hivi. Watu wakauawa. Kwa hiyo wanasema kuna masaka za kutosha kwenye Biblia. Na kwamba Mungu kama ni Mungu wa huruma, kwa nini alikuwa anaua hata hao? Kwa sababu ya Farao. Kwa nini alikuwa anaua hao? Alikuwa anaua watu wote hao. Kwa hiyo hayo ni maswali ambayo yamekuwa yakiendelea, ambayo watu wanajaribu kujustify kwamba Mungu sio Mungu wa huruma na matendo mengi sana. Lakini Mungu anavyomuumba mwanadamu amempa control. Kuna level ambayo amempa control, kuna level ambayo amewapa control kama viongozi wanaokuwa viongozi wa mataifa na nini, na wanaweza wakafanya vitu ambavyo vikawa na athari kwa hata watu wasio na hatia. Na sio kwamba kama jengo likidondoka mahali wanaweza kwa watu wengine wakapona kwa sababu wana imani, lakini inaweza likawaua hata watu ambao ni wa imani kabisa, likawaua. Na kuna mahali pengine pia kwenye Biblia nazungumzia sasa, nataka nijibu kutoka kwenye Biblia. Mahali pengine pia kuna mtu anaitwa Stefano, alikuwa anapiga injili kawachoma watu, wakamchapa mawe mpaka akafa. Lakini wakati anaelekea kufa akasema, Baba wasamehe kwa sababu hajui alitendalo. Alafu alivyosema hivyo akakuta Yesu amesimama, anasema mkono wa kuume. Lakini alivyosema mkono wa kuume wa Mungu, hakuja kumsaidia kwamba awaondoe sasa wale. Hakuja kuwasaidia. Kuna vitu ambavyo Mungu pia ameviacha vinaendelea kufanyika hapa duniani. Haina maana kwamba, na Biblia inasema kutakuwa na vita. Biblia inasema vitu vyote hivyo Mungu amevisema. Kutakuwa na vita mahali. Ukisoma Mathayo sura 24, hata ukiamua leo usome tu hiyo sura, anasema kuna watu ambao sasa vita hizo wakati mwisho wa dunia unakuja, anasema kutakuwa na vita mahali. Anasema kuna watu ambao watakuwa wanapata mateso, anasema ole hata wanawake ambao wana mimba, kwa sababu watakuwa hawawezi kukimbia watoke chini wapande juu ya mlima kwenda kujificha. Watoto wachanga na nini na wanawake. Niko sawa hapo, ila nataka tuje tu kwenye ile kwenye kujibu ile swali kwamba sasa ndio najaribu kuelezea scenarios. Najaribu kuelezea scenarios kwamba sisi huwa tunafikiriaga pia kwamba mateso ambayo sisi tunasababishiana hapa duniani yanatosha kumqualify kwamba Mungu sio Mungu mwenye huruma. Sio kweli. Lakini pia hata ukiteswa, kwa sababu hata mitume wote unakuta mwingine alichomwa kwenye mafuta ndio akafa. Sasa Mungu pamoja na kwamba huyu mtu aliwahi kufufua mtu, kwa nini umemwacha amechomwa mpaka amekufa? Kwamba je, Mungu ni kwa sababu ulikuwa huna upendo na huyo mtu? No, haitoshi kuthibitisha kwamba Mungu sio Mungu mwenye upendo kwa sababu aliacha mtu ni mtumishi wake akakatwa upanga, akakatwa kichwa. Hapana. Lakini pia Paulo alifika kwenye mahusiano na Mungu ambayo alikuwa anasema kuishi kwangu mimi ni Kristo, kufa ni faida. Kwa anasema nazongwa na mambo mawili, je, nitoke niende kwa Baba au nibaki duniani? Pain ambayo tunaipata mtumishi wa Mungu ni kwa sababu sisi tuko hapa duniani. Lakini wewe issue ya kufa wewe au kuishi kwa Mungu hakuna tofauti, kwa sababu kama ukifa si unaenda kwake. Ukiishi hapa duniani uko chini ya mkono wake, ukifa uko chini ya mkono wake. Tofauti nao kuwepo ni kwa sisi ambao tuko hapa duniani. Lakini mtu akifa
Kwa Mungu hakuna tofauti kati ya mtu akifa na akiwepo hapa duniani, kwa sababu kwake yeye hauko nje ya visibility yake kwa sababu umekufa au kwa sababu umeishi. Okay. Unasema matendo yote hayo, matendo yote ambayo tunafanyiana hapa duniani ambayo Mungu pengine ameharusu tu yafanyike, kwa sababu anasema ameharusu kwa sababu gani? Kwa sababu hakuna kitu ambacho kiko nje ya control ya Mungu. Hata vitu vibaya, Biblia inasema hata wabaya waliumbwa kwa sababu ya siku ya ubaya. Hivyo bado havitoshi kuelezea huruma ya Mungu. Huruma ya Mungu ya kwanza ni kuruhusu Yesu kwenda kufa msalabani atukomboe na dhambi zetu, kwamba maisha atakayoishi hapa duniani kuna maisha mengine ambayo ni bora zaidi baada ya hapa, ambayo unasema maisha baada ya hapa duniani. Kwa upendo wake yeye, ukimwamini Yesu, ukifa au ukiishi hamna tofauti. Kwa mateso sio kuteswa tu katika mwili, lakini mateso makubwa ni kuikosa mbingu baada ya maisha hapa duniani. Okay, kwa hiyo sasa tukitoka kwenye hiyo hapo tukasema tuje kwenye issue ya kulinganisha sasa jinsi Ukristo kutokana na historia na sehemu tulikotoka na dunia sasa hivi ya leo, si ndio? Sasa hii ni general tu kwa sababu tunaelekea dakika za mwisho za kufunga mjadala. Ni general tu yani. Ni kwamba je, unadhani sasa kuna hii dunia inavyobadilika sasa hivi. Unadhani Ukristo, nafasi ya Ukristo kwa leo, nafasi ya Ukristo kwa kesho, nafasi ya Ukristo kwa miaka kadhaa ijayo, unaiona iko katika hatua gani? Kwa sababu statistically inaonekana kwamba namba ya ambao hawaamini inaongezeka. Umeona? Kwa takwimu yani ukiangalia kwa hizi nchi za nje ndo kabisa yani namba inazidi kupanda. Nadhani kwa Afrika pia namba ya watu ambao labda wanajiuliza au nini na nini inaongezeka somehow. Sina statistics kamili lakini generally ni kwamba iko hivyo. Sasa unaona nafasi ya kanisa katika miaka 50 ijayo na nini kifanyike ili kubadilisha hizo trends? Okay, umesema kitu kizuri. Pia mimi nimewahi kufuatilia, maana niliona kwamba ukifuatilia kwa mfano dini ya Ukristo na Uislamu, dini ya Ukristo ilikuwa inaongezeka at decreasing rate na dini ya Uislamu ilikuwa inaongezeka at increasing rate. Kwa unakuta gap ile ambayo ilikuwa kubwa kipindi fulani, unaona imepungua kama mpaka mwaka 2022 nafikiri. Nilisema mwanzoni pale kwenye ile pati ya kwanza kwamba karibu 32% ya watu duniani walikuwa wanasemekana kwamba ni Wakristo, 24 point something ni Waislamu. You see? Na unaona asilimia kama 15 au 16 ni watu wasioamini. Alafu asilimia zingine hizi ni za Buddhist na Hinduism, si ndio? Kwa hiyo madam injili inaendelea kuhubiriwa mimi naamini bado nafasi ya dini ya Ukristo kuwavuta watu wengi kumjua Mungu bado ipo kubwa, kwa sababu makanisa yanafunguliwa kila leo, pamoja na kwamba sio yote ni genuine. Mengine tumesema hapo mwanzo kwamba wengine wanakuwa na makusudi yao, lakini let me say this, kitu ambacho nasikia kila siku nakwambia, tunakuwa tunaomba, we are praying for a revival. We are praying for a revival. Mungu kuna nyakati ambazo huwa ananyamaza, lakini kuna muda ambao huwa anaachilia uamsho. Utaona kama umewahi kusoma habari za uamsho wa Azusa. Kuna kipindi hofu ya Mungu ilitanda kwenye mitaa, watu wameomba, hofu ya Mungu imeachiwa kwenye mitaa, mpaka mtu anaamua tu kwenda polisi, sasa jamani, mimi nifungeni, mimi ni mwizi. There is a level ya hiyo, kwamba mtu anasema mimi nilikuwa nikaaba, naomba mniongeze sala ya toba, nataka kuokoka. Kuna level hiyo ambayo Mungu huwa anaachilia. There is a revival which is going to hit the world. Kuna revival ambayo inakuja, na ukisikiliza waumini wahubiri wengi wanaisema, na inakuja kwa sababu watu wanaendelea kuomba, wanaomba kwamba hiyo revival itokee. Kwa sababu gani? Unajua wanatovuti, injili ambayo haina matendo mara nyingi ni ngumu sana kuiamini, lakini revival inapokuja inaanza kuraise watu ambao wako very powerful, ambao sasa wewe ukiona, ulikuwa unamfahamu mtu amekufa, ametoka mortuary, amewekewa mkono akapona, wewe kama bado uamini kwamba Mungu yupo, utakuwa na matatizo yako. Umeona mtu wa ndugu yako amepoza, amekaa miaka 5, miaka 10 na mzima,
hiyo revival ikija huwa inaambatana na ishara na miujiza na vitu vingi sana ambavyo vinafanyika ambavyo ni supernatural, vinasababisha watu wengi waamini, na huwa inakuja ina swipe inakuja na watu wengi, watu wanaendelea kuokoka kila siku, watu wanaokoka, mikutano inafanyika, lakini revival inavyokuja at a certain season huwa inaamsha watu, lakini pia italeta watu wengi sana kumjua Mungu wa kweli ambaye tunamhubiri. Kwa hiyo mimi naona nafasi ya Ukristo bado ipo, ni kubwa, japo kama nilivyosema kwamba recently kumeonekana kwamba wenzetu wanaongezeka at increasing rate. Sisi tulikuwa sio kama tunapungua, tunaongezeka at decreasing rate, japo kuna some of the regions na maeneo na mabara unaona watu wanaoamini unakuta ni wazee vizee vile vijana wote hawa kama nyinyi mmejanjaruka mnaona mambo ya Mungu ni nini bwana, maisha ndo haya. Mimi usinipoint bana. Nimetolea kwa mfano. Nimetolea kwa mfano, lakini ninachosema ni kwamba kuna watu ambao wameenda, kwa mfano okay, naweza nikataja tu nchi, kwa mfano nchi kama German imetumika sana kwenye revival huko nyuma, lakini Mungu ataikumbuka. Unakuta wanaoenda kanisani au wanaosali unakuta ni wazee, makanisa yanauzwa. Unakuta makanisa yanauzwa, yanafanyika kuwa night clubs. Hizo season zipo, lakini kuna mahali ambapo wao walilegea. Kusema kweli, hata sisi kama sasa hivi ukiona kwamba vijana, kwa mfano kama mimi nikiona mtoto wangu mimi nimekaa kwenye imani, nikiona mtoto wangu anasema hataki hiyo imani, manake sikufanya kazi ipasavyo ya kutransfer, kwa sababu imani huwa ina jambo moja wapo huwa inahamishwa kutoka kizazi kimoja kwenda kizazi kingine, kama sisi tulivyopokea kwa wazazi wetu, na kilichosaidia kusustain tusiondoke na wimbi ambalo linakuja la hizi imani zingine. Yes. Tusihame kutokana na wimbi kama hivyo. Nikwambia kuna washikaji zangu ambao tunazungumzaga nao wa dini nyingine, wasinishawishi mimi nisihame, ni kutokana na kwamba nimepata neema ya kuwa rooted kwenye imani. Lakini kama mtu, mimi na ushahidi wa rafiki yangu ambaye ni mtoto wa mchungaji, lakini ameacha imani, anafanya meditation sasa hivi. Lakini mtoto wa mchungaji. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu kuna maeneo fulani mchungaji huyo alizembea katika kutransfer imani kutoka kwake kwenda kwa watoto wake. Lakini kuna revival ambayo inakuja, na mimi naamini kabisa bwana Tovuti kwamba itahit the land na hii dunia, na kuna watu wengi sana ambao hakutarajiwa watamrudia Mungu wao. Asante sana. Mimi nitaka nifunge tu kwa kukupa kidogo jinsi inavyofanyika huku, kwa sababu mimi nilipokuja huku nilikuwa surprise sana utaratibu wa makanisa unavyoenda. Huku kanisa mchungaji, kila mchungaji ni mwajiliwa wa serikali, kitu cha kwanza, na kila mtu anachangia kwenye kodi. Unaweza ukajitoa, lakini unachangia kwenye kodi sadaka. Yaani kwa hiyo kuna amount inatoka ambayo inaenda kwenye pool ya kanisa. Umeona? Kwa hiyo mchungaji anakuwa ni kama ni mwajiliwa wa serikali. Na mchungaji regardless, yani kwa hiyo mchungaji unalipwa mshahara wako, kwa sababu ili ufanye issue za kichungaji kuna vitu vyako uweze kufanya. Kwa hiyo inabidi uendelee na maisha yaendelee kuwepo. Kwa hiyo makanisa yanamilikiwa na serikali, umeelewa? Ila mnatumiwa wote, na usio wote kuyatumia. Na kwa hiyo unaweza kutaka kanisa likaja kama wakaja watu si wa Pentecost mchana na mchungaji wao ambaye analipwa na serikali, wakaja si watu wa nini jioni wana mchungaji wao ambaye analipwa na serikali. Kwa hiyo kule kanisani sadaka na nini hakuna. Kwa hiyo yani kanisa ni kwamba unatakiwa utumie kwa ajili ya imani tu, sio kwa mambo ya hela, kwa ajili ya kujitajirisha au kufanya kitu chochote. Kwa hiyo hiyo ndo jinsi kwa wenzetu wanavyofanya. Sijui kama ni kitu ambacho tunaweza tukajifunza au kuna ubaya au uzuri, lakini hiyo story ya siku nyingine. Hapa sana kitu ninachoweza kusema ni kwamba bana, mjadala umeenda vizuri sana, umeona? Asante sana bwana Mwalimu Nsiani. Lakini can I comment something kwenye Can I comment something kwenye hiyo ambayo umesema hiyo ya kuweka ya control kwamba wachungaji na niwe kama profession, na ikiwa hivyo ina turn into dini. Sasa inakuwa ni dini, okay, inakuwa ni dini specifically, na inakuwa ni profession kama profession zingine. Spirituality huwa inaondoka. Spirituality ni kwamba yani unaweza inakuwa tu umesoma, ila ni kwamba tu mechanical, yani inakuwa tu mechanical.
wameondoa hela. Nachosema huo mfumo unasababisha kwamba iwe tu mechanical. Kwa hiyo unakuta watu hawawi rooted kwenye imani, yani kinakuwa ni kitu kama subsidiary, kwa sababu imekuwa kama profession zingine. Yani nilichojaribu ku-comment kwamba ninachokiona kinakuwa, yani hicho kitu kinakuwa ni tu mechanical. Sasa kinakuwa sio tu kwenda kwenye imani, kinabaki kuwa tu ni kitu cha dini. Lakini dini isipoenda kwenye hatua ya kuwa na imani na mambo ya maufunuo huko ndani na maufunuo huko ndani na engagement ya Roho Mtakatifu, inabaki kuwa kama profession ya kawaida tu. Kwa utakuta maisha yao watu au maisha ya mchungaji yatakuwa ni maisha ya kawaida na muumini wengine hamna tofauti. Labda mtu mwenyewe tu aamue kumtafuta Mungu kibinafsi. Nilikuwa najaribu comment kwenye huo mfumo kwamba okay, kwamba na sisi labda tunaweza tukaiga. Mfumo ukishakuwa namna hiyo, mtu anakaa tu, yani anakaa kama anaenda kazini, atakuwa hana muda wa kumtafuta Mungu. Kwa sababu anajua Biblia, amefundishwa, amesoma kwenye chuo, basi atakuhudumia kulingana na liturujia ya hicho kitu unachotaka. Unataka kufunga ndoa, unataka kubatiza mtoto, atakufanyia tu liturujia, lakini kutakuwa hakuna anointing specifically kwenye hicho kitu ambacho anakifanya. Aisee, asante sana bana Nsiani, imekuwa poa, discussion imeenda poa. Mimi nadhani hata hivi japokuwa tumepiga story katika vitu mbalimbali, na uhakika yani tutakuwa tumefungua milango ya mjadala zaidi, na uhakika watu watashusha kwenye comment hapa, watajaribu kucomment, kwa sababu kama mtu kuna kitu anakiona tofauti au kuna namna ambayo tumejadili labda naona tungeweza kwenda deep, kwa hiyo wanaruhusiwa watu kucomment hapa chini, like na kusubscribe. Lakini pia hizo discussion pia watu wakiziongelea, inawezekana zikatokea mjadala mwingine ambao siku yote naweza nikaomba bana Edwin mtu to revisit na nini. Kwa hiyo kama sijui kama unaniambia kwamba utakuwa upo available kama watu watakuwa na maswali hapo baadaye. Mimi niko tayari, yani haya ndo maisha yetu ya kila siku, na nimefurahi kwamba session imekuwa productive. Tumekuwa tukizungumza zaidi in a positive way. Kwa hiyo namshukuru Mungu. So watu wajue kabisa au maswali uliyoweka na Mungu amekutumia vizuri. There is life after death. Kama hatujui tulikotoka, tusipojua tunakoenda, itakuwa ni hatari zaidi. Sana dawa tu ni kumwamini Yesu. Kwa hiyo sikasema unatumia platform yangu kuhubiri, lakini na ndio Mungu ameweka hivi. Zamani walikuwa wanasema ni mitandao hayo ya nini, lakini sasa hivi kawaida. Mimi mwenyewe ingekuwa kwa mfano kama wewe ungekuwa wewe ndio una podcast afu umenialika mimi afu mimi tunazungumzia issue yangu ya muziki, nikwambia baadaye kwamba bana jamani, nendeni kwenye linki hapa kanunueni copy za nani, hiyo ni kawaida. Kwa hiyo mtu inabidi kutumia platform. Umeona? Barikiwe sana ise. And this has been so productive. Barikiwe sana. Asante bana. I'm ready available. Yani ikiwa na time tu nitafanya, tutakuwa niko free kabisa. Free. Anytime tutapanga tu vizuri. Barikiwe sana. Amen.